Na mwenyekiti, vipi nyumbani kwako kuna choo? Maana nasikia nyinyi Wanyamwezi wagumu sana wa kuchimba choo. Kwa kweli mwenyekiti, mimi nilipotoka Tabora kuja Zanzibar, nilipofika tu Zanzibar nikachimba choo, kwa sababu mazingira kule Tabora na Zanzibar ni tofauti kabisa. Yani kule Tabora ni mapoli mengi, kwa watu wanajisaidia tu kama ng'ombe kwa machungani kabisa. Mnasikia na kijiji hiyo? Mnasikia. Hatari kabisa. Kama nyie watoto nyie, nao wamechukua mila zile za kujisaidia mtuni, kunya kama ngawa. Tabia hiyo mbaya sana, msichukue tabia hiyo. Ni hatari kwa maisha yetu sisi binadamu. Sawa. Haya, naam, mwenye swala. Naam. Mwenyekiti, mimi nyumbani kwangu sina choo, lakini nimebanwa na haja. Nimechukua jembe, nimeenda mwituni, nimechimba, nimejisaidia alafu nikafukia. Swala hilo halifai, kwa sababu kuna wadudu mfano wa mbwa, kuku, wakisha kupekua watachukua vimelea. Sawa. Watakwenda kueneza, wakitua kwenye maji, wakitua kwenye chakula, utapata maambukizo. Kweli mwenyekiti, kweli. Naam, vijana huko nyuma, liko swali? Hakuna. Tunagairisha kikao. Lakini sasa baada ya wiki moja tutapita nyumba hadi nyumba. Sawa. Kuangalia nani kachimba choo, kwa sababu maradhi ya kipindupindu yamezagaa. Kweli mwenyekiti. Kabisa. Kabisa. Lakini nakusikia unasema wewe tu au wengine hawana maswala. Vipi? Inawezekana hao wengine hawana choo. Hawana choo kabisa. Haya, basi kwa hivyo tumevunja kikao.